Dada, sasa hizi salama tu. Habari ya shamba? Huku salama tu, lakini sio sana, sababu nimeshindwa hata kufanya kazi. Najua lenyewe ni kali hatari. Mimi nilishangaa kakaangu. Saa 9 za mchana nani anatokaga kwenda shambani na jua lote hili? Nilijua tu hakuna chochote utakachoenda kukifanya huko shambani. Ila sio mbaya, nimevutavuta kidogo. Nimesangela tu upande fulani ile wa kulia, nimeacha upande wa kushoto nitaenda kumalizia hata kesho kishukuta nikipata nafasi tena nitajim sana. Haya sawa. Alafu wakati natoka hapa Naomi sijamwona. Na narudi saa hizi Naomi simuoni. Alafu nakuona unakoka moto. Naomi yupo wapi? Naomi aliniambia anaenda kuchukua mbegu za maboga. Lakini nashangaa mpaka sasa hivi hajarudi. Anaenda kuchukua tetele? Ndio. Na mimi nilijua kwa sababu kachelewa kurudi, labda akakufuata wewe shamba. Mimi shambani hajanifuata. Sasa akinifuata shambani nikikuuliza tena wewe dadangu. Sasa atakuwa ameenda wapi muda wote? Hebu sikia. Nenda kamtafute. Na ukimwona mwambie arudi nyumbani haraka sana. Sawa, kwa sababu mimi najua alipoenda kufuata mbegu, ngoja nimfuate. Nenda mfuate haraka sana. Ndugu yangu. Unajua ile deal nimefanya, lakini mimi sijapenda kabisa kile kitu tulichokifanya. Hujakipenda nini sasa? Madili gani ya hovyo kama hivi? Madili ya kutiana laana haya. Madili hayana formula. Acha ushamba. Kazi kama hizi ndo zenye hela. Mwanaume kwenye utafutaji hata ikikwambia baka mbibi, teka pole, fanya nini, mwanaume unafanya, kwa sababu madili kama haya ndio yenye hela. Saona na hela yako ya kutosha, hapo ukikaa mwezi mzima ufanye kazi na hela hii. Ndio, ni kweli madili yana hela, madili yanaeleweka, lakini sasa sio kwa madili haya tunayoyafanya. Umeona? Tunawafanyia watu nyama kama hivyo, Haya, cheki mdada watu tuliomfanyia pale, anakosa gani yule mdada? Mimi nakwambiaje, mimi kiukweli kuanzia leo madili kama haya kiukweli, yani ukiona umeniletea madili kama haya ni bora ufanye peke yako, kwa sababu tutagombana bro. Mimi siwezi nikafanya tena madili kama haya kuanzia leo hivi, mimi sitaki. Ni bora niende shamba nikalime kuliko nikafanya upuuzi. Basi sawa, mimi nimekuelewa, tusigombane. Tushapata hela yetu, ndio tukatumia kitambo. Kazi zenye zambi ndo zenye hela. Basi huwa zinakaa hizo hela za laana. Hazikai hata kidogo ufanye chochote cha maana. Zaidi ya kwenda kulewa, ufanyie sijui ujinga, labda wanawake sijui kufanyaje. Hazikai hizi pesa bro. Hii ni laana tupu. Nasikitika sana kwa. Oya, sikiza. Madili ya hivi fanya mwenyewe. Mimi siwezi kufanya. Wewe tena. Leo umekuja kutembea nyumbani kwangu, karibu. Asante shoga yangu. Kwema? Kwema, karibu ndani. Mimi sina hata ukaaji. Naomba unitie huyo Naomi, kwa niondoke naye nyumbani. Maana tokea asubuhi. Hizo mbegu gani unaweza kupeana huko ndani jamani? Naomi? Hapana, leo sijamuona kabisa. Leo Naomi nyumbani kwangu hajakanyaga hata mara moja.
Haujamwona kivipi wakati katoka kwangu kasema anakuja kuchukua mbegu? Tena katoka tokea asubuhi. Yaani mimi nimekaa nyumbani, najua yeye yuko hapa kwako. Hapana ndugu yangu, kikweli leo sijaona hata sura yake. Yaani hajakanyaga kabisa. Labda jaribu kumtafuta huko kwingine, labda atakuwa ameenda. Au alikuwa anakuja kwangu kakutana na marafiki zake huko wakabebana, si unajua tena. Toka asubuhi hata kama ni utoto. Basi sawa, ngoja mimi niende nikamwangalia hata huko sehemu nyingine. Asante jamani, ndio unaishia hapa. Wewe naye, mimi nitakuja kesho. Nitashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni, ila kwa sasa hivi ngoja kwanza nikadili na huyu ambaye anatoka nyumbani ajui kurudi kwa wakati. Haya bana, karibu tena. Haya, kwaheri. Haya. Babe, nakupa maji lakini unaonekana haupata hapa. Sikuelewi, mbona upo hivyo? Unajua namfikiria yule dada nilimpa msaada mke wangu. Sijajua atakuwa katika hali gani na sijui kimemkuta nini, maana alikuwa yupo dhoofu kabisa. Yaani unakuja kuniletea kabisa hizo story eti sijajua yule mdada angekuwa kwenye hali gani. Mdada yupi unamzungumzia wewe? Ndio maana nilikuwa sitaki kukwambia ya mama. Wakati nipo katika mzunguko yangu nilikutana na mwanamke aliyekuwa pembeni ya msitu akiwa ajitambui amelala na nguo zake zote zilikuwa zipo juu na kwenye mapaja yake damu zilikuwa zinamchuruzika. Yaani anaonekana ni mtu ambaye ametoka kufanywa tukio ama kuna kitu kibaya kimemkuta. Mimi kwa huruma yangu ikabidi nimsogelee na niweze kumpa msaada. Lakini kinachonichanganya zaidi, kipindi namsogelea sasa niweze kumpa msaada, yule dada alifumbua macho na akapiga kelele moja tu, alafu akazimia. Hicho kitu kinanichanganya sana. Sasa sijui kafa au itakuwaje. Sasa kwa nini apige mikelele hivyo au limshtua? Sijui. Pole sana mume wangu. Lakini hiyo misaada unayotoa hiyo baba. Angalia dunia hii. Utakuja kukamatwa na kesi ambayo sio hata ya kwako. Mimi nakwambia. Basi. Wewe endelea. Basi mke wangu. Ila kwa bahati nzuri nilifanikiwa kumpeleka hospitali. Kitu ambacho mimi kinanipa furaha kidogo. Baada ya kufika hospitali nilimkabidhi daktari. Daktari kwenye kumpekua tukakutana na simu ile dada. Alikuwa na simu kiswaswadu ameweka kwenye sindilia zao hizo. Kupekua namba tukakuta namba ya kaka yake. Nikamwacha daktari anawasiliana kaka yake, mimi nikaondoka kwa ajili ya kuondoa ushahidi. Sikutaka tena ushahidi mke wangu. Nikaondoka. Lakini acha wivu mama, punguza wivu. Najua unanipenda sana. Alafu hiyo simu ni nani alimtoa kwenye sidilia? Hiyo simu alitoa daktari mwenyewe. Kwa sababu mimi sikuhusika na chochote kile kilipofika pale. Yaani baada ya kufika pale mimi sikutaka ushahidi wa aina yoyote mke wangu.
walivyofika kule wanasema hawajamuona Naomi, yaani hajafika kabisa maeneo yale. Dada, hebu subiri kwanza. Natulia vipi? Mtu hajaonekana tokea asubuhi, alafu mtoto wa kike tujui kaenda wapi. Alipoaga anaenda hajafika, alafu unaniambia nitulie. Kweli jamani? Dada, kuna taarifa nimezipata. Nimepigiwa simu na dokta. Naomi anaonekana anapata tatizo kubwa sana. Na sasa hivi ninavyoongea na wewe, yupo hospitali. Hospitali? Kwa hiyo nakuomba tuende hospitali. Unanielewa? Asa atakuwa amepatwa na nini jamani? Fanya basi haraka twende. Basi twende, fanya haraka kaka jamani. Mungu wangu jamani, mimi nakufa. Mwanetu, unafeli wapi? Tumekaa kijiweni tunakusubiria, tumepiga simu kibao, mwanetu upatikani. Vipi? Au unakutana wewe umetoka majasho nini kibao? Vipi namna gani? Mbona tukuelewi? Unamuelewa huyu? Wewe ndo unashangaa. Kama kwa jasho hapo speed ile aliyopiga dili gani? Wewe unapiga dili gani mbona unatoka jasho? Oya, leo tumepata mwanangu. Tumekula afu tumepata. Tumeua ndege wawili kwa jiwe moja. Afu wewe. Oya, vipi? Nisikilize mama. Sawa. Tatizo lako unapenda kukaa sana nyumbani. Sawa. Sisi tulipotoka tumepiga bonge la dili, tunakutafuta mwanetu tukupe dili hilo tukapige wote, hauonekani. Kila tukitafuta hauonekani. Simu yako haipatikani. Vipi ndugu yangu? Shida nini? Sio kama mjue matatizo ya mke wangu. Yaani mimi nimeshindwa kuja kijiweni sababu mke wangu matatizo yake. Kuna kumwangalia zaidi yangu mama msikiaje. Ni matatizo tu ya kifamilia. Unaendekeza mapenzi. Afusikia. Yaani wewe kama una hela, wewe sio chochote kwa mkeo. Tafuta hela blaza. Afu kingine msichokijua sasa. Siku ya leo kwangu ilikuwa ni mbovu sana. Yaani leo siku yangu ilikuwa sio nzuri kwa sababu mambo nilokutana nayo sikuwahi kukutana nayo kabisa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kimeenda vizuri. Kama nyinyi mmepiga madili sawa. Riziki yenu leo ilikuwa ni siku yenu nzuri. Nisikilize. Ukimwendekeza mkeo utakuja kufa maskini. Sawa. Wewe kaa pale kijiweni tupate madili. Hayo madili ndio utamsaidia mke wako. Sasa wewe unakaa tu bila nani? Shauri yako utakufa bila formula. Niongeze.